بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: إني لكم ناصح أمين. Qur'ani imetufundisha sisi kama Waislamu kupatikane baina yetu at-taawun 'ala al-birri wat-taqwa. Qala ta'ala: wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Tusaidiane katika mambo ya wema, mambo mazuri, mambo ya khairi, na vile vile mambo ya ucha Mungu, na tusisaidiane katika mambo ya madhambi na makosa na upotofu na mambo ya uadui. Huko tusisaidiane, hayafanani na sisi Waislamu. Tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr, tuwe ni wenye kuhusiana kushikamana na haki, na kwa kuwa haki ni nzito, Mwenyezi Mungu atuambia muhusiane vile vile kuwa na subra, sababu kitu kizito chataka moyo mkubwa wenye subra. Haki, qul al-haqqa walau kana murra, haki isemwe, lakini haki ni uchungu, ni nzito. Haki yataka upole katika kuisema na hikma ya hali ya juu. Na vile vile Mwenyezi Mungu akatuambia tuwe wenye kukumbushana, wataawanu. Mwenyezi Mungu atuambia subhanahu wa ta'ala: wadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Adh-dhikra tanfa' wenye imani, tanfa'uhum. Wadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Wasokuwa na imani ndio hawawezi kunufaika na ukumbusho. Wasokuwa na imani ndio wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu atuambia wa idha dhukiru la yadhkurun, hata wakikumbushwa pia hawakumbuki, hawaathiriki na ukumbusho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwafikie kuwa daiman ni wenye kushikamana na haki, na atupe subra katika kuhusiana haki, na katika kukumbushana mazuri, na katika kuongozana na kurekebishana ikihitajika. Moja kwa moja niingie katika sulb al-mawdhu', lengo la clip hii ambayo kwamba nairekodi saizi ni saa 9:30. Nimeshindwa hata kulala kwa sababu ya hisia zangu zimejeruhika sana, na naamini ni wengi katika Waislamu, bali ni haki ya kila Muislamu hisia zake ziumie na moyo wake upate huzuni kwa jambo ambalo kwamba limetokea, kwa kosa ambalo kwamba limetendeka bila kukusudiwa, bila kupangiliwa. Ni jambo ambalo kwamba ni khata'un afawi, ni kosa ambalo kwamba limejitokeza, na hii ni tabia ya kila mwanadamu. Kullu ibn adam khata'un, kila binadamu huwa yeye ni mwingi sana wa kukosa. Haswa mtu dai ila Allah anaweza kuwa mara nyingine anatoa muhadhara ama anatoa darsa, akapitikiwa akapata ile kitu kinachoitwa zallatul lisan, yani kuteleza kwa ulimi. Hapo hapana tatizo, hapo ni jambo la kawaida sana sana sana. Kuna mtu alikosea kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule bwana kama ilivyokuja katika hadithi, alikuwa katika safari yake na ana kipando chake ngamia, na amebeba chakula na maji, amechoka, jua kali, akapumzika chini ya mti. Hadithi maarufu ni watu wote wajua. Alipopumzika pata usingizi, akiamka, au labda alimpoteza kipando chake, akamtafuta na maji na chakula. Aliposhindwa na jua kali, hali imemlemea, akapata kivuli, akapumzika chini ya mti. Mara akifungua macho, amelala, akifungua macho, akishtuka aona ngamia wake amemsimamia.
Waionaje furaha yake mtu? Furaha yake bila shaka ilikuwa kubwa sana. Basi furaha Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia ya Mwenyezi Mungu kwa mja wake anaporudi nyuma akarekebisha makosa yake ni kubwa kuliko furaha ya huyu alopoteza kipando chake, kuna chakula, kuna maji ndani yake na kwa zihitajia. Mawdhu shahid alisema yule bwana, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhtaa min shiddati alfarah. Alimwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, wewe ni mja wangu na mimi ndiye Mola wako. Hakuna kufuru zaidi ya hiyo. Hakuna kufuru zaidi ya hiyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia la, si kila neno, si kila linalotamkwa ni la kukufurisha. Hapana, kuna zallatul lisan, ameteleza ulimi wake kwa hali alokuwa nayo. Hali gani? Shiddatul farah, alikuwa na furaha kubwa mpaka akawa anachokisema hakifahamu. Sengine hutokea hali kama hiyo, na tutakiwa sisi Waislamu mashaikhe ama madai wanapoteleza mara nyingine wakatamka neno, basi sisi tuwe na husnu dhann, tutafute udhuru, pamoja na kwamba tutakumbushana na tutanasihiana. Sasa tatizo halipo katika kukosea neno, halipo hapo. Lakini mtu anapokumbushwa akaambiwa neno hili halifai kutumika sehemu hiyo, akaanza kujitetea, utetea kosa lake, na kosa lile si kosa dogo, ni kosa kubwa, sababu tutatizama yule mtu nani yule aliyokosewa. Bila shaka Sayyidatuna Khadija bintu Khuwailid zawjatu an-nabiy al-akram sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jaddatu ahli al-bayt, awwal man aman min hadhihi al-umma, wa kwanza aliamini Sayyida Khadija. Wamesifiwa sana Sayyidatuna Khadija na mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hata siku moja Sayyida Aisha aliposhikwa na wivu akamwambia, hal kanat illa ajuz qad abdalaka Allahu khayran minha. Akamwambia, la wallah ma abdalani Allahu khayran minha, amanat bi hina kafara bi an-nas wa wasatni bimaliha wa nafsiha. Tumemsifu sana Sayyidatuna Khadija. Sayyidatuna Khadija alipata salamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa hiya ala qaid al-hayah, kwa wasita wa Jibril alayhi salam. Kwa hivyo si yoyote Sayyidatuna Khadija. علوتي فلم تدرك مقاماتك الكبرى فغيرك لا تدعى وإن عظمت كبرى وكم في نساء العالمين عظيمة ولكنها إن قورنت بك فالصغرى. Sayyidatuna Khadija ni mkubwa na haiwezekani kutumika lile neno ambalo mimi katika kukumbusha hapa siwezi hata kulitaja, sababu nimelifuatilia kwa wanaojua lile neno na wanaolifahamu kwa kulisikia kwa wahusika walolileta lile neno, kwamba halifai kuitwa Sayyidatuna Khadija, yani kupewa jina kama hilo. Wala tanabazu bil alqab, ikiwa sisi kwa sisi la tanabazu bil alqab, je maqamu ya Sayyida Khadija radhiyallahu anha wa ardaha, ambaye moja kwa moja la kumfurahisha yeye la mfurahisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, la kumuudhi Sayyidatuna Khadija na hilo jina haliwezi kumfurahisha Sayyidatuna Khadija, bila shaka litamuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam ni balaa kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kujitetea kusema kwamba lengo lilikuwa zuri, nia ilikuwa mzuri, hakuna mwenye mushkil wala mwenye matatizo na malengo na nia, sababu mkosa wa jambo hili, aliyekosea katika jambo hili ni mtu ambaye kwamba masha Allah min khirati ad-du'at wa min khirati ash-shabab wa min khirati al-fudala, wenye kutumikia ilmu, wenye kufaidisha umma, yuko mbele kabisa masha Allah. منا أهل السنة والجماعة، منا أهل الطرائق الصوفية السنية. Lakini hapo lilikuwa ni kosa, na kusema kwamba al-ibra bil-lafidhi la bima
yatasarrabu ila fahmi almustami'i, na mfano wa ibara kama hizo, hata kama labda ni qawaid wameziweka ulamai, lakini zaenda kinyume na Qur'ani katika kadhia tulikuwa nayo. Qur'ani ndio muhaimin ala kulli kitab, ala kulli kalam. Hakuna baada maneno ya Mwenyezi Mungu maneno yoyote illa yawe ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, iwe Mtume sallallahu alaihi wasallam afafanua. Lakini qawaid ni istilahat zimewekwa na ulamai rahimahumullah wa jazahumullahu anna wa anil ilmi wa anil islami khaira, lakini la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah inna Allaha sami'un alim. Mwenyezi Mungu atuambia ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambia ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna. Aya sariha, iko wazi kabisa, ni katazo inapokuwa tamko lina zaidi ya maana moja. Ra'ina ni lafdhun sahih, musiseme ra'ina. Kwa nini wasiseme ra'ina min ar-ri'aya? Yani ya Rasulullah, masahaba walikuwa wakimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam walipokuwa wakiwasikia Mayahudi wakimwambia ya Muhammad ra'ina, na wao wakaona labda ni neno zuri, wakawa na wao wasema ra'ina. Qur'ani kwambia la, msiseme ra'ina, la taqulu ra'ina, wala haikuambia la taqulu ra'ina illa idha hasunat niyatukum wa saluhat maqasidukum hina idhin quluha. La taqulu ra'ina, maana lina maana mbili. Nyinyi mkusudia riaya, lakini Mayahudi walitumia hili neno min ar-ru'una, ni tamko lina masdar mbili, min ar-riaya min ar-ru'una. Yani Mtume sallallahu ni pite kwa lugha ya kwetu amu au lamu. Pite ni mtu mjinga mzuka ajielewi. Ra'ina min ar-ru'una, huko ni kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na masahaba walikuwa hawajui kama wale Mayahudi wakusudia nini. Sasa lile neno au laqab, lile tamko lilotumika kwa Sayyida Khadija radhiallahu anha wa ardhaha, hata kama linao maana mzuri pengine ya kukubalika, lakini lina maana mbaya, na hii ni aya mbele yetu. Hatuwezi sisi kuivuka aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuweni kama Sayyidina Umar, kana waqafan, alikuwa mbele ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, hasongei mbele hatua hata moja. Na kama kuna heshima ya kulindwa, kama kuna cheo kikubwa, basi ni cheo cha Sayyidatuna Khadija, si cheo cha yoyote mwingine katika afradil umma, mahma ala sha'nu wa kabura maqamu, si mbele ya Sayyida Khadija radhiyallahu anha wa ardhaha. Ndugu zangu, hii ni nasaha kwa aliyekosea, na iwe ni ibra kwetu sote. Duat ila Allah, tuwe makini katika matamshi tunayotumia. Pengine mtu anaweza kunilaumu, basi mbona umetoka kwenye umetoa clip ama umekuja kwenye mitandao kutoa nasaha? La, ndugu zangu, ule utaratibu unaotakiwa nimeufuata kwa ukamilifu, lakini lilasaf sikupata tashjii yoyote wala taayid yoyote kwa upande wa alohusika na kosa hilo. Kwa hivyo nimeona ni wajib kurekebisha na kusema wama tawfiqi illa billah in uridu illa al-islah ma istata'tu wama tawfiqi illa billahi al-ali al-azim. Mwenyezi Mungu atatujalia ni wenye kupendana na ni wenye kushikana na ni wenye kukumbushana. Tusisubiri kuambiwa na wengine, sisi kwa sisi tuambiane, sisi kwa sisi tukumbushane, na huko ndiko kupendana na huko ndiko kusaidiana. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.